Sayuni, tazameni Bwana anakuja, tazameni Bwana anakuja kuwaokoa mataifa. Enyi watu wa Sayuni, tazameni Bwana anakuja, tazameni Bwana anakuja kuwaokoa mataifa. Kristo mfalme wetu atakuja, ndiye mwanakondoo ambaye Yohane alimtabiri kwamba atakuja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Wewe ulitumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe ulikuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, sisi tunakandamizwa na utumwa wa tangu kale chini ya nira ya dhambi. Tunakuomba utujalie tuokolewe kwa kuzaliwa upya kwa mwanao pekee tunapotazamia, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha nabii Yeremia. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme. Atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu kwa haki katika nchi. Katika siku zake Yuda atatolewa na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena, aishivyo Bwana, alivyowatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, lakini aishivyo Bwana, alivyowapandisha na kuwaongoza wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini na kutoka nchi zote nilizowafukuza, nao watakaa katika nchi yao wenyewe.
Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati, kiitikio. Siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele. Siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani milele. Ee Mungu, mpe mfalme hukumu zako, na mwana wa mfalme haki yako. Atawaamua watu wako kwa haki, na watu wako walioonewa kwa hukumu. Siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele. Kwa maana atawaokoa mhitaji alipo, na mtu aliyeonewa iwapo hana msaidizi. Atamhurumia aliye dhaifu na maskini, na nafsi za wahitaji ataziokoa. Siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani milele. Na ahimidiwe Bwana Mungu, Mungu wa Israeli, atendaye miujiza, yeye peke yake. Jina lake tukufu na lihimidiwe milele. Dunia yote na ijae utukufu wake. Amina na amina. Siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani milele. Shangilio. Haleluya. Kiongozi wa nyumba ya Israeli, uliyempa Musa amri zako juu ya mlima Sinai, uje kutuokoa kwa mkono wako. Haleluya. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka wa 24. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi.
Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Hilo ndilo neno la Mungu. Hebu tuangalie kwa upesi tu vitu viwili. Kwanza, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu ndiye anatuokoa na dhambi zetu. Hakuna yeyote yule mwingine ambaye anatuokoa na dhambi zetu. Tukiambiwa kuna mwingine nje ya Yesu au badala ya Yesu anayetuokoa na dhambi zetu, tusikubali hilo, kwani ni uongo. Kuna mwokozi na mkombozi mmoja tu, na jina lake ni Yesu Kristo. Tunaweza kutafuta uokovu kutoka pengine popote, lakini hautakuwepo. Ni kama kutafuta mwanga kwenye giza, utapata huo mwanga. Wokovu unatoka kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nukta. Kingine tunachoambiwa katika ule wimbo wa katikati, kwa maana atamwokoa mhitaji aliyapo, na mtu alionewa iwapo hana msaidizi. Atamhurumia aliye dhaifu na maskini, na nafsi za wahitaji ataziokoa. Tuko kwenye ulimwengu ambao ili shughuli zako zifanikiwe au zifanikishe, inategemea sana unamfahamu nani. Kwa vinginevyo vitu havitendeki kwa haki, havitendeki kwa ukweli. Inategemea unamfahamu nani. Kama unawafahamu wale tunaoita sijui watu wazito, sijui uzito wa namna gani, au watu wa maana, sijui maana wa namna gani, basi mambo yako yatanyoka, si ndio? Na tunaenda mbali hivyo kwamba wanadamu wenzetu wanatudai tuachane na amri za Mungu, tusikilize uongo wanaotuambia na tuufanye uwe ndio ukweli, ama sivyo? Ndivyo. Na tukitaka kusema ule ukweli ulivyo, tunatishiwa. Vitisho vinatoka. Wewe sema ukweli tu, watakupoteza. Kweli uongo? Kweli. Ndio. Ni kweli kabisa. Ndugu zangu, kwa upande mmoja nacheka, lakini kwa upande mwingine nasikitika. Nchi hii ilipopata uhuru ilikuwa inaitwa Tanganyika, ama si? Ndio. Tarehe 9 Disemba mwaka 1960
61. Nakumbuka tulipewa zawadi ya ukumbusho wa uhuru, kikombe cha kijani kadogo tu, ilikuwa ndio na kimeandikwa tarehe ya uhuru. Tangu wakati huo, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, nimeishi kwenye taifa hili. Ni juzi tu watu wanauawa kama panya. Hebu naambia usiseme hicho. Unajua, na sisi tumekuwa wapumbavu hivyo kwamba tunadhani ni kama zile enzi za mababu zetu tunaweza kuficha vitu. Sisi tunakazana kuficha vitu huku, wenzetu na vyombo vyao kwa angani wanachukua picha zote. Na sio kwenye hii nchi tu, nchi nyingine vile vile. Tunasikia vita kule Ukraine na Russia. Wanajaribu kuficha silaha hapa na pale, lakini hawafanikiwi. Kwa nini? Wakiwa na satellite huko juu, wanaangaza, wanajua silaha umeficha hapa. Treni yako inayoondoka kupeleka silaha ni hii, watu wako wamefichika pale, na vitu 1001. Kwa ninaposema tunajaribu kuficha, sio hapa tu. Duniani leo kuficha kitu si rahisi. Tukubaliana na hilo. Cha ajabu sana. Hiyo vile vile Mungu katujalia akili hizo. Kuna maeneo mengine, nchi nyingine, watu wanafanya bidii kabisa, wanasema hapa hatujazika mtu yoyote pale, lakini wanalitoa picha, wanaambia hebu angalieni hizi picha. Kwenye saa 6 mchana picha hii tulichukua, ilikuwa kwa miti. Hiyo miti imeenda wapi? Naambia sasa imefika saa 10, ile miti haipo. Eti tunajaribu kuficha ile. Kwa vipi? Wenzetu wanatuimbia na nyie imbeni kwamba haikuweko miti hapa, haikuweko miti hapa, ili tuwapendeze. Semeni uongo, hao miungu sasa wametokea. Mungu wa kweli tunamwacha, tuwasikiliza hao miungu, tuwasikiliza hao miungu. Hebu sikia ile shangilio natuambia nini? Kiongozi wa nyumba wa Israeli, uliyempa Musa amri zako juu ya mlima Sinai, uje kutuokoa kwa mkono wako. Sikuyatunga mimi haya, sikuyatunga mimi haya. Najua kuna watu watanilaumu, watasema wewe umekuwa mwanasiasa. Samahani, neno la Mungu nalisoma hapa mimi. Kama una shida za siasa, enenda ukazishughulikie huko, usizilete hapa. Lakini nakuomba usinitake niseme uongo. Kasema Mwenyezi Mungu, usiseme uongo. Mimi sijui sababu zinazokufanya upende niseme uongo, shauri yako hiyo. Lakini usinitake mimi niseme uongo. Kanisemee uongo, kaibe, kazini, kauwe, kaabudu miungu wengine, kawaonee wivu wengine. Amri za Mungu ziko ngapi? 10. Sasa kama umevunja moja au mbili na nikaona umezivunja, nikisema unanilaumu mimi. Nikiona navunja nyumba ya mtu hapa, ni kitu cha hadharani, nikisema bwana mbona nyumba yako unavunja huo mlango, unanilaumu. Ambia unaingilia mambo yangu. Mambo yako yana namna gani hapo? Sio mambo yako binafsi. Sikuja kule nyumbani kwako unakula wali kula, alafu nikaanza kuambia mbona unakula wali.
haya yanihusu. Amri ya Mungu ni amri ya Mungu, na sijaona mpaka sasa hivi dini nyingine ambazo sio za Kristo. Nimeziona nyingine dini kubwa kuu, sijaona hata moja inayofundisha iba, sijaona. Sijaona. Sasa sisi wa Kristo tunaposema tunyoshe mapito ya njia za Bwana, ni kujiuliza hizi amri za Mungu tunazishikaje? Na hapo tusikubali kuyumbishwa eti kwa sababu ni mtu wa maana. Vumbi wewe, na utarudia mavumbini, na mbele ya Mungu hakuna cheo, hakuna uzito, hakuna wepesi. Matendo yako yatafuatana nawe, yatakuwa kama kivuli chako. Utafika pale umeiba, tena itakuwa kwenye uso wako. Kuna msafiri mwizi, wewe uliiba. Kuna msafiri wewe hapa ulizini. Kuna msafiri hapa wewe uliua. Utampa Mungu kitu kidogo ili asione uliotenda? Kidogo kipi hicho? Shilingi milioni ngapi utampa? Milioni ngapi mama? Utampa milioni ngapi? Mali na fedha zote ni mali ya Bwana. Mali na fedha zote ni mali ya Bwana. Aliwaambia wale wana wa Israeli, aliwaambia ningekuwa na njaa singekuja kuwaambia. Wanyama wote ni wangu, wote ni mali yangu. Kwa hiyo msidhani kwamba nahitaji mje mchinje ng'ombe sijui wangapi basi nitatosheka, au mbuzi wangapi ndio nitatosheka. Wewe unadhani Mungu ni kama kuna msafiri? Achana na hilo. Ndio mpendo, nashukuru kabisa. Mungu alisema kwenye midomo ya watoto wadogo utatoka ukweli. Tusimcheke. Sawa kabisa, nashukuru. Kujiandaa kwetu kuwe katika ukweli, ukianzia kwenye amri za Mungu. Kuna wanaoonewa kwenye shandilio Zaburi ya 72 hiyo. Wale wanaoonewa Mungu atawalinda, atawatetea. Mimi kwa kweli nawaza mtu ambaye amempoteza ndugu yake ameuawa, atasherekeaje sikukuu ya Christmas? Atasherekeaje Noeli? Kwa furaha? Na wewe uliyemuua utasherehekea kwa furaha? Furaha ya uongo, mpaka siku matendo yako yatakapokupata. Mpaka siku matendo yako yatakapobisha hodi. Kizazi hiki na kijacho na kingine. Mungu alimuuliza Kaini namna gani? Ndugu yako yuko? Na leo unadhani hata niuliza ndugu yangu yuko wapi? Hata niuliza dada yangu yuko wapi? Hatauliza. Tusiwe waongo. Samahani waamini wenzangu, tusiwe waongo. Palipotendeka uovu tuseme pametendeka uovu, palipotendeka wema tuseme pametendeka wema. Usiseme uongo, ni amri ya Mwenyezi Mungu, sio yangu, sio yako. Kubembeleza sijui urafiki wa Kaisari au kuwa kama Herodi alipenda kumpendeza yule binti akatenda maovu, hakumpendezi Mwenyezi Mungu. Kweli
Ni kweli Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa kwa amri ya Herodi. Kwani nani tunayemsherehekea kwamba ni shahidi? Ni Herodi au Yohana Mbatizaji? Kwani tunamkumbuka Herodi kwa sababu alitenda yale maovu, lakini huyu tunamsherehekea, tunamwenzi, tunamwomba atuombee. Wewe umeshamwomba Herodi akuombee kwa Mungu? Kwani usimwombe? Si alikuwa mtawala huko? Tena alikuwa katili kweli yule jamaa. Kweli alikuwa muuaji mkuu Herodi. Kwa ndio kwa hapana aliwakata watu vichwa. Na alipotafuta kumuua yule mtoto kwa sababu ya hofu, naambia kuna mfalme amezaliwa, sina changu hapa. Sasa hapo basi wala sipendi kutafakari zaidi. Uking'ang'ania cheo ambazo sio chako, ukisikia kuna paka amezaliwa huko unaanza kuhama. Sasa utafanyaje? Unajua hiki sio mali yako, na unaishi kwa heka. Utafanyaje? Herodi hiyo katuonyesha tayari. Alisikia tu kuna mfalme kazaliwa, wala hajua amezaliwa wapi. Jamani, kaangalieni na mimi ana haha. Alipoona siambii chochote, akaamuru mauaji. Akaamuru. Woga umemjaa. Woga. Sisi hatuna sababu ya kuishi katika uoga. Tunajua mlinzi wetu ni nani. Kitikio kinatuambia siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi. Yule mwenye haki atasitawi, na wingi wa amani milele. Yeye mtu mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele. Sio leo na kesho tu, milele. Sasa kama sina haki, sitasitawi na wala sitakuwa na wingi wa amani. Nitakuwa naangalia wasije huko wasije huko. Nikisimama nikimwona sisimizi anatembea, nawaambia watu kamateni, huenda amebeba bomu yule. Nikimwona nzi anaruka hapo nasema usikute. Nyewe watu angalieni huyo inzi huko. Hakuna amani moyoni mwangu. Moyo ambao umetawaliwa na haki anayonipa Mwenyezi Mungu, sio ile haki ya kibinadamu ya uongo. Nitakuwa na amani milele. Nitakaa na wengine kwa amani. Nitawaheshimu wengine. Nitawajali wengine. Bila hivyo basi takuwa na haha tu, takuwa napigana na vivuli. Basi kimbiliza mtu maadui zangu wa vivuli, lakini unapigana na kivuli chako ndugu yangu. Huyu ni adui kwangu. Adui yetu mkuu ni dhambi, ndiye anatupeleka kufanya uovu wa kila namna. Bila dhambi ambaye ilikuja duniani kwa wivu wa yule mwovu, tungeishi kwa amani na haki. Bila dhambi tungeishi kwa amani na haki. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atusafishe na dhambi. Ndio maana mwanzoni mwa Ekaristia kabisa, katika Ekaristia zote tunaanza kwa kukiri dhambi zetu, tukiomba atusafishe ili tuweze kushiriki, tustahilishwe kushiriki haya mafumbo matakatifu. Atujaze na uhai wake ili tuweze kuishi kama ndugu, tuweze kumjali kila mmoja wetu. Kama ni huduma tuitoe, kama ni msaada tuutoe, tukijua huyu tunayemhudumia kaumbwa kwa mfano na sura yake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
Bwana, sadaka hii tunaadhimisha kwa heshima yako, utupendekeze kwa jina lako, ili tustahili kushiriki umilele wake yeye, ambaye kwa kuja kutoa hali yetu ya kufa aliponya kufa kwetu, anaishi na kutawala milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, yeye ambaye alitabiriwa na maaguzi ya manabii wote. Mama Bikira alimchukua kwa upendo wa ajabu, na Yohane Mbatizaji alishangilia kuja kwake na kumtambulisha alipofika. Yeye alitujalia kungojea kwa furaha fumbo la kuzaliwa kwake, atukute tukikesha katika sala na tukimshangilia kwa nyimbo za kumsifu. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle yote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, Tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ukumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Beatus Kinyaia na msaidizi wake, watawa na waklero wote. Wakumbuke watumishi wako waliotoa rani uliwaita kwako kutoka dunia hii. Wajalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mama wake wa Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale,
tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliambia mtume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nani, na iwe rohoni mwako. Tupeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu,
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo vitulinde na kutupatia uzima wa milele. Amina.
watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Tuombe. Bwana, utujalie kuzitafakari fadhili zako katikati ya hekalu lako, na tupate kujiweka tayari kuadhimisha kwa heshima kubwa sikukuu za ukombozi wetu zinazokuja. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Bwana. Tumshukuru Mungu.